Na ni kwa Yesu mkombozi mama na kuamini. Mungu awaponye na watende mema. Haleluya. 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 Basi nataka wale wanatafuta kazi. Tutaki mwaka huu kukosa fungu la 10 hapa na sadaka. Watu waende wabarikiwe. Kuja kama unataka kazi, kazi. Sio biashara, kazi. Kama unatafuta kazi. Yesu mkombozi mmoja na kuamini. Basi Mungu amekubariki. Enda ungoje baraka zake na utunze vizuri. Bwana asifiwe. Andoa. Anaweza Yesu. Kama kuna shida kwa ndoa. Anaweza Yesu. Kama ndoa yako haiendi vizuri ama mtoto wako. Anaweza Yesu. Anaweza Yesu. Kwa Yesu mkombozi mmoja na kuamini. Mungu amewatendea. Mwaka huu utakuwa tofauti. Basi tunaweza keti. Haleluya. Mstari wa 10 tukiendelea na Mungu atatubariki sana. Kama umepata Baba, na asante kwa sababu ya neno lako. Tunapoanza kusoma, utupatie neema na mamlaka. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Zaburi 34 tunaanza mstari mdogo wa 10. Wana simba hutindikiwa kuona njaa, bali wamtafutao Bwana hawahitaji kitu chochote kilicho chema. Wanasema kwamba kama umeokoka na umefuka mwaka salama, uko hai, unapumua, usitaki vitu mingi ya kusumbua akili yako. Utaritika na ile umefuka nayo kwa mkono na uendelee kuitunza. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukitafuta mambo mengi ya itakulemea na itakurudisha nyuma. Tuendelee. Mstari wa 11. Njooni enyi wana msikilize, nami
nitawafundisha kumcha Bwana. Wanasema kwamba tuwe watu wa kuenda mikutano, kuja kanisani, tufundishwe, na tukifundishwa tutajua kumcha Bwana. Endelea. Nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema. Wanasema kwamba kama wewe ni mzuri, endelea kushika neno la Mungu, upendezwe nawe utapata mema. Unajua kuna watu ambao wapati mema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawashiki mafundisho. Ukishika mafundisho lazima utapata mema. Lazima Mungu atakuinua, atakutoa kiwango hadi kiwango kingine kwa sababu tu ya mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anaweza kubarikiwa kama ashiki mafundisho. Tuendelee bali. Uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako na kusema hila. Uwe mtu ambao kuanzia saa hii, kama ulikosana na mtu, tulisema tarehe 25 ya kwamba tumewachilia. Hakuna mtu atabeba mwingine kwa roho yake. Na nikakwambia mtu ambaye amebeba chuki na mambo mengi ndani yake, huyo ni kama mwendazimu. Mwendazimu amebeba mzigo kubwa sana na hata ajue amebeba nini, inamfinya tu. Hata wewe ukibeba maneno ya watu, utakuwa na mzigo ambao hujui itakusaidia namna gani. Afadhali kuachilia. Bwana asifiwe sana. Hata kuachilia leo na utende mema na utabarikiwa. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Napenda hii mstari sana. Wacha mabaya, tenda mema, tafuta amani uifuatie. Ile ambayo ni mambo mabaya wajana na fuatia tu amani. Amen. Moyo wako kila wakati uwe na amani. Maisha yako itafuta amani. Amen. Hata ukitembea tafuta amani. Amen. Na jirani yako tafuta amani. Amen. Na marafiki zako tafuta amani. Amen. Na ukitafuta amani lazima Mungu atakuonekania. Endelea. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia, naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Walilia mwaka uliopita, Bwana akasikia kilio, akawaponya na taabu zao zote, akawavukisha wakaruka mpaka mwaka huu wanaona mwaka mpya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana walilia na Bwana akasikia. Yes. Unajua ulipitia mambo magumu sana. Ulipitia mahali mpaka ukajua tu wewe hautafika hii mwaka. Ukaona wewe ni kuisha. Ukajiona kama hakuna mtu anakutambua. Ukaona kama uko peke yako. Lakini leo Bwana anasema kwamba vile ulilia alikuona. Na akakusamea na akakutakasa, akakupa afya mpaka siku ya leo. Tuendelee. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Yaani Mungu yuko karibu na kila mtu. Wale wamepondeka roho, wale ambao wamepondeka na kunyenyekea, Mungu ako karibu nao. Wacha kiburi, wacha majivuno, wacha vitina, wacha usharati, wacha uongo mpendwa, na Mungu wa amani atakuwa karibu na wewe. Tuendelee. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Hiyo mstari inasema kwamba mateso ambayo umepitia ilikuwa inakujaribu kuona wewe ni mtu wa aina gani. Wewe ni mtu mwenye haki ama wewe ni muongo. Na wakati umeshinda, Mungu amekuona wewe ni mwenye haki. Ndio sababu amekuweka uwe hai. Kuna mambo Mungu anataka ufanye. Kuna mambo Mungu alikuweka anataka uendeleshe. Pengine familia yenu, pengine ni kanisa. Pengine kuna kitu ambacho kinafaa mahali kiendelee. Na wewe peke yako ndio unaweza endelesha. Haleluya. Kwa sababu Mungu amekuweka pumzi mpaka siku ya leo. Ndio sababu Mungu atakupigania hiyo vita. Ili usimame uwe mzima na uendeleshe hiyo jambo ambalo Mungu anataka uendeleshe. Amen. Uhifadhi mifupa yake yote, haikuvunjika hata mmoja. Napenda hiyo mstari. Alihifadhi mifupa yangu na yako, haikuvunjika hata mmoja. Amen. Hata kama ulipata ajali hujavunjika. Hata kama ulipata majaribu hujavunjika. Hakuna kitu ambacho kimevunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alihakikisha kwamba kila kitu kwa maisha yako kiko sawa. Miguu, macho, kila kitu kiko sawa. Akili yako na kila kitu kiko sawa.
kifungike ndani ya maisha yako. Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwaminifu. Mungu amejaa huruma. Tuendelee. Uovu utamuua asiye haki, nao wakuchukiao mwenye haki watahukumiwa. Watu ambao wanachukia mwenye haki watalaniwa. Wewe ni mwenye haki. Wewe wanakuchukia, Mungu mwenyewe atawalaani. Hata wewe usisumbukane. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe anaenda kuwalaani na kupigana nao. Wewe kama umekaa umetulia, kwa sababu huna ubaya na mtu, na mtu naye anakufuatilia, na wewe ndani yako Mungu akiangalia anaona huna kikwazo, haujachukia mtu yoyote, haujaendea mtu kwa wakanga, haujamtendea kwa majini, basi yeye atakupigania. Tuendelee. Bwana usikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Na Bwana bariki maandiko. Bwana usikomboa nafsi za watumishi wake. Yaani wewe mtumishi wa Mungu, Mungu atakukomboa. Bwana asifiwe. Wewe mtumishi wa Mungu, wewe mshiriki, Bwana atakukomboa. Haleluya. Hata kuacha hata dakika moja. Saa hii chukua nguvu. Usiku niliwasomea kitabu ya kusema kwamba ufanye nini? Uwe shujaa na hodari. Unakumbuka hiyo kitabu? Uwe shujaa alafu uwe hodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa shujaa na ukuo hodari, Bwana hatakuacha. Hata kuacha hata dakika moja, mfupa wako hautavunjika. Tunaenda kitabu cha mwisho kwa sababu tulihubiri sana, na saa hii kuna watu wa kukua, lazima pia tuwapee neno. Mithali 26. Mstari wa 7. Tasoma katika jina la Yesu. Mithali 26 mstari wa 7. Miguu yake achechemeaye huwa dhaifu, kadhalika mithali katika kinywa cha mpumbavu. Wanasema kwamba miguu yake achechemeaye, yaani silingi vyake katika nusu kama tawe, hata kutembea siwezi. Utaendelea tu kushinda. Wewe endelea kujikaza. Lakini ukiendelea tu hivyo utakuwa dhaifu sana. Haleluya. Ukiendelea kulialia, shetani atakuweka uwe mdhaifu zaidi. Na hutaweza hata kuamuka wala kutembea. Lakini ukiwa mtu mwenye hekima, mtu ambao umeokoka, hata katika hiyo hali ambao unaona kwamba uwezi, unajiweka unaweza. Ndio ufaulu katika maisha yako. Kama mfuko wa vito katika chungu ya mawe, kadhalika mtu amheshimuye mpumbavu. Yaani huwezi kuheshimiwa kama wewe mwenyewe ni mjinga, kama wewe mwenyewe huna heshima, kama wewe mwenyewe hautendi mambo ambayo inatakikana. Unasema watoto wangu wanipendi, wanapenda tu baba yao. Wewe mama hauendi sawa. Wanasema tu baba anasema watoto wangu wanapenda tu mama, lakini wanipendi. Wewe jichunguze. Kuna mahali hauendi vizuri kwa hiyo boma. Wakati utarekebisha watakupea heshima yako. Unajua wanaangalia vile mambo inaenda. Ndio sababu hawakupendi. Na ukirekebisha watakupenda. Haleluya. Hata mimi hapa nikisema washiriki wanipendi, kuna mahali siendi sawa. Nikienda sawa watanipenda. Kwa hivyo kila mtu ni kujiangalia ni wapi inafanya unakosa heshima. Tuendelee. Kama mwiba uingiao katika mkono wa mlevi, kadhalika mithali katika kinywa cha mpumbavu. Wanasema kwamba mlevi analewa, anaenda kuanguka hata kwa miba, inamtunga hata asikii. Wakati pombe inaisha kwa akili, ndiye atajikuta ako na miba ametungwa ama amekatakatwa. Mpumbavu ambaye tu kutubu na kuomba na kufunga hako namna hiyo, mpaka aingie kwa madhara, aingie mwenyewe, ndiye ataanza kujitoa na tayari ameingia ndani. Usiingie kwa dhambi. Haleluya. Utashindwa kutoka huko. Hebu kafahamu, usiingie kule, utashindwa kutoka huko. Unajua dhambi tena inalewesha mtu. Kama dhambi haileweshi mtu, hakuna mwanamke angetoka kwao anaenda kuoleka. Kila mtu amekaa kwao. Lakini analeweshwa na maneno. Akija leo mwenyewe anabeba kikapo yake anaenda. Haleluya.
inalewesha akili ya watu. Haleluya. Na kama umeleweshwa na mambo yako, leo rekebisha. Leo rekebisha. Tuendelee. Fundi stadi hufanyisa vitu vyote. Bali amwachilie mpumbavu ni kama awaachilie watu wapitao. So unaona, fundi stadi hufanya kila kitu kuwa sawa. Lakini aachilie, yaani mtu ambaye anaandika wapumbavu, hapo na shida. Hapo na shida kwa sababu akiambia hao watu tuende huku, hao wanaenda huku. Anawaambia tufanye tuunde hii stadi, wanaunda kitu kingine. Haleluya. Anawaambia leo tulikuwa tunataka table chair, ule fundi naye anaenda anaunda kitu kingine tu. Kwa hivyo fundi stadi anafanya mambo yake kuwa sawa. Hebu chukua hiyo nafasi uwe fundi stadi wa maisha yako. Na maisha yako itakuwa sawa. Maisha yako itakuwa sawa. Usiandike watu wapumbavu watakuharibia heshima yako. Bwana asifiwe sana. Hata kama unauza mboga, si unajua kama siku nyingine unaambia mwenzako ningojeeko hii mboga. Naenda kwa jana. Huyo mtu ni mzuri kweli. Kama ni mpumbavu, mtu akikuja na anauza yake. Na anauza yake. Yako ukija unasema wewe ndio unasema hakuna mtu aliuliza. Ile uliwaga au na yeye ameuza. Bwana asifiwe sana. Naona hiyo maneno. Tuendelee pale. Kama vile mbwa arutiavyo matapiko yake. Yaani tusiwe watu wa kurudia ndani. Utakuwa kama mbwa, inatapika ikisikia njaa tena inarudi kula matapiko. Suli wajana na huyo mwanamke. Tena anakupigianga simu ya nini? Wewe kitu yako ni mzuri. Na wewe ndio wajana na huyo mzee. Unampigia simu ya nini? Toka huko. Wewe sasa unafananishwa na mtu na mnyama. Bwana asifiwe. Kama unarudi bibi akikosa kidogo umerudi kando. Najua ndifanya ndio. Tena unajifikia unaenda kupiga simu mbali. Unajua hiyo simu hawapigani kama mtu wako. Anaenda akipiga na anasema huyu naye anapenda kusumbua. Ya anarudi tena. Anarudi sasa. Nini? Nasikia kichwa. Mambo kama hayo, wewe sio fundi sana. Unarudia maneno, wewe si sawa. Soma hapo. Kadhalika mpumbavu afanye upumbavu tena. Je, wamuona mtu mwenye hekima machoni pake mwenyewe? Afadhali kumtumainia mpumbavu kuliko yeye. Usiwe mwenyewe unajipa max. Waje watu wakupee max. Maya watu wengine ni vipuri hata uperekepishi. Amebaki tu pale. Hata akivaa nguo mbao unamwambia fulani leo atafanya. Kama sio sana. Hata umwambie usiku wako meno imeoza. Yaani amebaki tu kiburi na kifuno. Kama uko hivyo au uko sawa. Bwana asifiwe sana. Tukubali kunyoroshwa na kurekebishwa na tutaenda mbali. Amen. Mtu mvivu husema simba yuko njiani. Simba yuko katika njia kuu. Basi hawezi enda mahali. Wajia tu hapo. Omundu mtoto yike hata iwezi lima. Omundu mtoto apiga kuhubiri leo tutahubiri ile siku nyingine. Omundu mtoto anasema wimbo na Bwana asifiwe sana. Mtu wa nguvu unajikaza, unasimama fa. Mungu atakuinua, Mungu atakupigania. Mwaka utakuwa wako. Usiwaje kuchukua baraka zako. Chukua baraka zako sema leo mimi namba 1. Mimi ni namba 1. Wewe umekuwa namba 2 mara nyingi sana. Unakuwa namba 4 mara nyingi. Leo chukua namba ya kwanza. Kwa kila matendo ambayo utatenda kuwa namba 1. Bwana asifiwe sana. Na ukichukua namba ya kwanza katika maisha yako, kila kitu utakuwa unamaliza, ndio wajao wanakuja kuangalia bwana alikeo. Unamaliza kitu kumbe mtoto wako alimaliza kusoma. Kwa sababu sasa wewe utakuwa wa kwanza. Mchawi namba 2. Kitabafike kwako wewe umesonga umeenda. Haleluya. Na tunataka tufanye mkataba ya kwamba wachawi wote mwaka huu waliofunga maisha yetu, wakafunga njia zetu,
sauti ya chini. Wajabu wafanye nini? Katika jina la Yesu. Wamechoka. Yaani ukienda mbele wanakufuruta. Ukienda mbele wanakurudia. Tumerudi huko leo, hatutaki kurudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama wewe ni mfifu wa maombi, siku ya kwenda kufunga, labda watu wengine walikuwa kwa sasa, leo ndio siku ya maana hawako. Leo ndio ya maana. Siku za hazikuwa za maana walikuwa na mji. Unaona hiyo nasara. Hiyo nasara ama si sana? Nasara. Ukisoma kitabu cha Ezekieli, nasara. Ezekieli inasema hata kama ulifanya mambo mazuri 1,000,000 na ukosee leo na Yesu akuite leo, yote uliofanya ni x. Kwa hivyo afadhali kumaliza kuliko kuanza na kushindwa. Wale watamaliza hii mwaka na kanisa. Mungu awabariki sana. Wale wataanza kuwa waombezi kwa hii kanisa. Kama utakuwa muombezi, Mungu akubariki sana. Inua tu. Mungu akubariki sana. Haleluya. Wakati unaombea kanisa na wewe pia Mungu anakujaza. Tusimame. Nataka hivi. Nataka wagonjwa wakuje. Anaweza Yesu Baba, anaweza Yesu Baba, anaweza Yesu, anaweza. Sasa wapendwa, wamenyenyekea kwa ajili ya uponyaji. Watakase na damu ya Yesu wapate uzima. Pepo la magonjwa yanakemea kwa jina la Yesu. Toka kwa wapendwa wa shetani. Wewe sio kama kwa jina la Yesu pepo tu. Mungu tu. Sasa wanaposimama simama na uponyaji. Na ni kwa Yesu mkombozi mama na kuamini. Mungu awaponye na watende mema. Haleluya. 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 Basi nataka wale wanatafuta kazi. Tutaki mwaka huu kukosa fungu la 10 hapa na sadaka. Watu waende wabarikiwe. Kuja kama unataka kazi. Sio biashara, kazi. Kama unatafuta kazi. Mungu amekubariki, enda ungojee baraka zake na utunze vizuri. Bwana asifiwe. Andoa. Anaweza Yesu. Kama unashika ndoa. Anaweza Yesu. Kama ndoa yako haiendi vizuri ama mtoto wako. Anaweza Yesu. Anaweza Yesu. Yeah.
mwaka huu utakuwa tofauti. Basi tunaweza keti. Haleluya.